Lugha ni ya mawasiliano. Unapoongea kuhusu lugha, basi mawasiliano yatakuwa yapo katikati. Unapoongea kuhusu lugha, ni njia moja ya kukamilisha mawasiliano. Lugha inatumika kuunganisha watu, inatumika kuunganisha vijiji. Lugha vile vile inatumika kuunganisha mataifa au mabara. Inapotimia, basi tunasema lugha imetumika. Kuna maongezi ya moja kwa moja na kuna maongezi ambayo yanatumia vyombo. Kwa mfano, unapotumia simu au rununu, tunasema umepitisha mawasiliano. Lugha pia inatumika kuwasilisha ujumbe fulani. Ukishatumia kompyuta au barua pepe, basi utakuwa umekamilisha mawasiliano yako. Zaidi ya yote, lugha inatumika kuwaleta watu pamoja. Lugha inapotumika kwa watu wengi ni ya kimataifa, au inakuwa ni lugha ya mabara, au lugha ya watu wengi ambayo inatumika katika eneo fulani. Mungu alikuwa anatumia lugha. Wanadamu wa kwanza ambao ni Adamu na Hawa walitumia lugha gani? Sikiliza nikwambie. Mungu alikuwa anafanya mawasiliano kama yeyote yule anafanya mawasiliano siku hizi. Lakini lugha ya Mungu inakuwa ni lugha tofauti sana na lugha ya wanadamu. Mungu anapopitisha ujumbe wake kwa mwanadamu, atakuwa ametumia lugha yake binafsi, na hiyo lugha itakuwa imeenda moja kwa moja mpaka kwa mwanadamu yule ilikuwa inamkusudia. Mungu anatumia wanadamu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu, na mwanadamu anapofanya yale ambayo Mungu anataka yafanyike, basi tunasema mawasiliano ya Mungu yametimia. Wanadamu wa kwanza walitumia lugha gani? Adam na Hawa walikuwa wanatumia lugha gani? Malaika je, walikuwa wanatumia lugha gani? Naye Mungu kuna lugha. Mungu anamtumia binadamu yoyote lugha gani, awe ni kabila gani, lugha itakuwa imetimia. Yote ayatendayo upande wake Mungu atakuwa amekamilisha, na lugha yake itakuwa imefika na mawasiliano kukamilika. Shamba la Edeni, wanadamu wa kwanza ambao ni Adamu na Hawa walikuwa wanaongea lugha gani? Hao watu walikuwa wanawasiliana au sivyo? Ndiyo, walikuwa wanawasiliana. Adamu na Hawa walikuwa na lugha. Vile vile malaika walikuwa na lugha yao ya kuwasiliana. Lugha ambayo wanadamu wa kwanza walikuwa wanaitumia ilikuwa ipi? Katika Biblia Takatifu, Mwanzo 9 kuanzia 18 mpaka 29, tunaona Kanaani akitajwa hapo. Lugha ya Kanaani ndio lugha ambayo binadamu wa kwanza walikuwa wanaitumia wakati ule. Tuangalie Kanaani ni nani. Kanaani ni mwana wa Ham, na Ham alikuwa ni mwana wa Noa. Ham alikuwa mweusi. Basi hii lugha ambayo ni ya Kikanaani ilikuwa ni lugha ya Kiafrika. Napotaja Kiafrika, Afrika wakati ule ilikuwa inaitwa Misri. Hivyo ni kusema Misri inapotajwa katika mikusanyiko au katika Biblia yako, jua kwamba ni Afrika. Tuangalie lugha ya Kikanaani ilitumika kipindi gani, na ni nini ilisababisha lugha ya Kanaani kuporomoka. Vile Adamu na Hawa waliumbwa, vile malaika wote walivyokuwa duniani na mbinguni, lugha ya dunia ilikuwa ni moja tu. Soma Mwanzo 11 kuanzia 1 mpaka 9. Hapa utaona lugha ambayo ilikuwa inatumika, na hii lugha ilifika ikaporomoka. Nini kilitendeka? Hapa tunamuona Nimrod akiwa mtawala mkali sana, na lengo lake lilikuwa kumuona Mungu na kupambana na kumshinda Mungu. Lakini Mungu ni nani? Mungu alikasirika walipokuwa wanajenga mnara wa Babeli. Walimaliza, hawakufika. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa amekasirika na kusambaratisha ile lugha asili, na sikabaki lugha mbalimbali. Lugha ya Babeli basi ilitumika mpaka kipindi gani? Lugha ya Babeli ndio inatumika mpaka wakati huu. Kwa sababu gani? Malugha yaliingia mengi, makabila yakaanza kuongea lugha mbalimbali. Lengo la Mungu likatimia, kuwasambaratisha wanadamu. Tuangalie lugha ya Kanaani ilikuwa upande gani?
lugha ya Kanaani chimbuko lake ni Afrika. Tunapolitaja bara Afrika, kabla ya wabeberu kuingia Afrika, kabla ya ramani ya dunia kuchorwa, ilikuwa imesambaa na kufika upande wa Mashariki ya Kati. Ni kusema upande wa Palestina, upande wa Samaria ni wa Kanaani wako. Kanaani alikuwa anaishi huko. Na kama Kanaani makao yake yalikuwa ni upande huo Mashariki ya Kati, lugha ilikuwa ni ipi? Lugha ni Kikanaani. Ilikuwa ni kama lugha ambayo ilikuwa inashikanisha watu wakati huo. Kuna wale wanaamini na wanashikilia kwamba lugha ya Kiebrania ni mojawapo ya lugha ya Kikanaani, au ni mojawapo ya lugha ambayo binadamu wa kwanza Adam na Hawa walikuwa wanaongea. La hasha, ilikuwa chini ya lugha ya Kikanaani, ama lugha yake Kanaani, ama ukipenda lugha ya mtu mweusi ambaye ni Mwafrika. Pia kuna wale wanaamini kuwa lugha ya Wamoab ama Kimoab ni moja ya hizo lugha. Bado hiyo ilikuwa ni kishikanishi ambacho kilikuwa kinashikanisha lugha ya Kikanaani. Sefania 3:9 inasema aje? Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitilia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Biblia imeweka wazi, unastahili kusoma na uelewe ile lugha ambayo ilikuwa ni asilia, ile lugha ya Kikanaani ambayo wanadamu walinyanganywa wakati ule wa mnara wa Babeli ulipokuwa unajengwa, ndio lugha itakayorudishwa wakati wa siku za mwisho. Tumekubaliana kuwa lugha ya Kikanaani ndio ile lugha ambayo inastahili kuwa lugha ya asili na lugha ya shamba la Edeni wakati Adamu na Hawa walipokuwa wameumbwa. Isaya 19:18 inasema nini? Nabii Isaya alikuwa ameona vizuri na kung'amua vile Mungu atakavyo warudishia lugha. Lakini Isaya anasema nini? Katika siku hiyo itakuwako michi mitano katika nchi ya Misri itumiayo lugha ya Kanaani na kumwapia Bwana wa majeshi, na mmoja wa mji huo utaitwa mji wa jua. Hapa Isaya ameweka mambo wazi kwa lugha ya Kanaani ndiyo itakuwa inazungumzwa. Kuna wale wanaamini kuwa lugha ya Kanaani ni lugha ya Kiswahili. Sikatai, lakini pia kuna wengine wanaamini kuwa lugha ya Kanaani ni lugha ya Kishona. Kwa sababu gani? Hii lugha iliteremka moja kwa moja. Mwanzilishi wa kanisa la Gospel of God Church, Baba Joane, kutoka nchi ya Zimbabwe na lenye makao yake makuu Nairobi, Kenya. Wasomi na wajuzi wa Biblia wanasema mji wa jua ni mji wa Nairobi. Sijakataa na sipingi, lakini kwa leo tumejua kuwa lugha ya Kanaani ndio lugha ambayo ilitumika wakati ule. Pia lugha ya Kanaani ndio ilikuwa lugha ya kwanza katika shamba la Edeni, ndio ilikuwa ya Adamu na Hawa, ndio pia ilikuwa lugha ya malaika. Lugha ya Kanaani ni lugha ya Mungu? La, lugha ya Kanaani sio lugha ya Mungu. Mungu anawasiliana kupitia kwa njia tofauti kuliko hiyo. Gundua siri, pata siri. Wewe ni siri, mimi ni sauti ya siri.